السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada za rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watukufu Islam, tuko katika mwezi wa mfungo sita, mwezi ambao wamejitokeza mahurafi, watu wenye kupenda kula, wamejitokeza kwa ajili ya kutetea mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidha al-yawma insha Allah, kwa leo hivi ndugu zangu Islam, tutakuja kulizungumzia swala hili nzima la kuhusiana na ihtifalu bimaulidihi wa man ahdathahu. Tutakuja kuzungumzia sherehe ya kumsherehekea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwazungumzia watu ambao walioanza kuzusha uzushi huu. Watukufu Islam, popote palipokuwepo yule ambaye anajua kabisa amejinasibisha na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa ahli sunnah wal jamaa, katika wale ambao wenye kufuasa mienendo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi lazima apigane nalo swala hili la kutetea bid'a. Inabidi apigane nalo, asitetee bid'a. Bid'a, ndugu zangu Islam, sio jambo la kulitetea, na ikiwa kama wanajitokeza watu kwa ajili ya kutetea swala kama hili, basi pia miongoni mwa ahli sunnah wal jamaa nao inabidi wasimame kidete kwa ajili ya kupinga swala kama hili mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuchukua kutupeleka katika makazi yetu ya makaburini. Ndugu zangu Islam, naqulu hakadha awalan, la budda an nu'arifa albid'a. Jambo la kwanza tunataka kulielekeza swala zima la bid'a, taarifu albid'a, taarifu albid'a wa anwa'iha wa ahkamiha. Tunataka kwanza kuzungumzia masala ya bid'a, aina zake na hukumu zake, kupitia kitabu chetu Albid'u wal Muhdathatu wa ma la asla lahu, uzushi na yale yenye kuzushwa na yale ambayo yasiyokuwa na asili. Ndugu zangu Islam, bid'a maana yake ni kuzungumzia kitu ambacho hakina asili, yani ukakianzisha wewe kama wewe. Hilo jambo hilo lazima tutalipinga, ikiwa kama utaleta katika ndani ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ukataka kwamba ulifanya jambo hilo lionekane kwamba ni ibada. Innal ibadati kulliha kad wallahahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Si tunasema ya kwamba kila ibada ambayo amefundisha Allah subhanahu wa ta'ala kumfundisha mtume wake, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mchoyo wa dini hii, hakuwa ni mtu ambaye mwenye roho mbaya wa kukosa kuweza kuwabainishia ummati wake. Nabii sallallahu alaihi wasallam amebainisha kila kitu, ndugu zangu Islam, na ibada zote ambazo alizokabidhiwa na Allah ameshazibainisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibatan fillah, ndugu zangu Islam, taarifuha, kuijua bid'a maana yake. Albid'atu fil lugha, bid'a kilugha ma'khudhatun, ni jambo lenye kuchukuliwa min albid'a, katika kuanzisha wa huwa jambo hilo la bid'a al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiq, ni kulianzisha jambo, kulivumbua jambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo halina mfano wote ambao uliotangulia, kama qala ta'ala wa minhu qawluhu ta'ala. Na miongoni mwa bid'a, ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutuwadhihishia kwa kusema badi'us samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala yeye kama yeye anazungumzia swala hili katika suratul Baqara aya ya 117. Allah subhanahu wa ta'ala anasema badi'us samawati wal ardh, yeye ni mwanzilishaji wa kuumba mbingu na ardhi. Hakuna yoyote aliyomtangulia wala yoyote atakayekuja kujinasibisha ya kwamba mimi ni mwanzilishaji wa kuumba mbingu na ardhi. Jambo hilo halitowezekana ikiwa kama ni ahlus sunnah wal jamaa watakuwa pamoja, kuwa sambamba na Allah tabaraka wa taala ya kuitengia
kuitakidi ya kwamba hakuna alianzisha uumbaji wa mbingu na ardhi isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Ibadan fillah. Kwa hiyo hapa tunaona moja kwa moja kwamba jambo linaloitwa bid'a ni kuanzisha, ai mukhtaraaha ala ghairi mithal, ala ghairi mithal sabiq, ni kulianzisha jambo ambalo halina mfano katika jambo kama hilo. Wa qauluhu ta'ala, Allah akaendelea kusema ya kwamba kul ma kuntu bid'an min ar-rusul, waambie ummati wako Muhammad, ma kuntu bid'an, sikuwa mimi mtu wa kwanza, ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi sikuwa mtu wa kwanza katika mitume. Ay ma kuntu awwal man jaa birrisala, sikuwa mimi mtu wa mwanzo kuleta ujumbe min Allah, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ila al-ibadi, waletea waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal taqaddamani kathirun min ar-rusul, anasema ya kwamba wanachuoni akiwemo Albani akisema ya kwamba na wenzake kina Uthaymeen akisema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah tabaraka wa taala ya kwamba ma kuntu, ambia watu, kul ma kuntu bid'an min ar-rusul, ay ma kuntu awwal man jaa birrisala, sikuwa mtu wa kwanza kuleta ujumbe kutoka kwa Allah, min Allah ila al-ibadi, kuleta kwa wanadamu. Bal taqaddamani kathirun min ar-rusul, hakika si vinginevyo, bal isipokuwa taqaddamani kathirun min ar-rusul, wamenitangulia wengi katika mitume. Na jambo hili tunaitakidi ya kwamba kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya wa imamur rusul, yeye ni mtume wa mwisho na ni kiongozi wa mitume wenzake. Nabii wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, sasa ikiwa kama Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye anasema kwamba mimi sikuwa wa mwanzo, wewe swala hili la maulidi umekuwa nani? Je, limetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lina mwanzo wake? Je, tunataka dalili zilizokuwa wazi katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wa yuqal, na panasema na wanatuoni, ibtada fulan, ameanzisha fulan bid'atan, ameanzisha uzushi, yani ibtada tariqa, ameanzisha njia nyingine, lam yasbiq ilaiha, njia hiyo haijatanguliwa na njia nyinginezo zenye kujulikana katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mwanadamu atakapoleta jambo na akalinasibisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo sisi tunalipinga kwa dalili za Allah tabaraka wa taala, kama qala Allah tabaraka wa taala. Allah anatuambia katika Qur'ani, sura Al-Imran 31, anasema kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa kama kweli ninyi wanadamu mnanipenda mimi, mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuaseni mimi kiongozi wenu, akijiashiria Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah tabaraka wa taala atakuja kuwapendeni na nyinyi, wa yaghfir lakum dhunubakum, kwani kwenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi kuna faida ndani yake. Faida yake ni kwamba tunapata msamaha kutoka kwa Allah, kusamehewa madhambi yetu, na tukienda kinyume basi tunajisababishia tupate madhara na madhambi kwa Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa Allah tabaraka wa ta'ala, tutawasingizia mambo ambayo wao hawayafahamu. Ndugu zangu Waislamu, wallahu ghafurur rahim, na Allah tabaraka wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mwenye huruma. Faja'ala Allahu alamata mahabbati al-ittiba', Allah amejalia katika mahaba ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amesema afuaswe, hajaambiwa asheherekewe, amesema ya kwamba afuaswe. Mtume ameletwa ili tumfuase, sio tusheherekee. Hakuna kitu kinachoitwa kusheherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fi kutubi min kutubi Allahi, katika vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala kama hili, ndugu zangu Waislamu, tusije tukaleta uzushi kwa sababu ya kujipendezeshea nafsi zetu, eti tuwe na wafuasi wengi, eti kwa sababu jambo hili babu yangu alikuwa anafanya zamani. Hilo jambo la kumfuasa babu katika dini hatujaambiwa kwamba mtu amfuase babu yake. Ingelikuwa kama
ni dini kumfuasa mzazi, basi Allah subhanahu wa ta'ala asingeleta kitabu cha Allah, kitabu chake. Ingetosha tu sisi kukaa duniani hapa kila mmoja akamfuasa mzazi wake kutokamana na kile ambacho alichokifahamu yeye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akachelea jambo hili, akaona ya kwamba endapo nitaliacha jambo hili kama hivyo ambavyo wanavyodai. Angalieni ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa taala amefanya jitihada kubwa sana za kutufundisha sisi mwongozo wetu, akatuletea mwongozo uliokuwa sahihi, akasema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Wacha Mungu wote lazima wafuase Qur'an inavyosema, na ukifuasa Qur'an maana yake umemfuasa Allah tabaraka wa taala pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hili jambo nimemkuta baba akifanya, wallahi tunafanya makosa makubwa sana.